Nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kukutana na wewe katika kipindi chetu. Somo letu la leo tumelipa jina Mungu sema neno. Mungu sema neno. Na somo letu tutalitoa katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 8. Tutaanza mstari ule wa 5 hadi 13. Lakini kabla tujaingia katika somo letu, tutaanza kusoma ule mstari wa 5 hadi wa 9, baadaye tutamaliza na ule mstari wa 10 hadi 13. Kwa hiyo tunaanza na Mathayo hiyo sura ya 8 mstari ule wa 5. Hata alipoingia Kapernaumu, akinda mmoja alimjia, akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akinda akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, uja, na mtumwa wangu fanya hivi, ufanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu akinda alijaribu kumwambia Yesu kwamba hata na mimi ninajua ukubwa wa mamlaka, kwa sababu na mimi nina watu walio chini ya mamlaka yangu. Nikimwambia huyu njoo, uja, nikimwambia nenda, uenda, kwa neno langu wanatii. Sasa Yesu, hata usipokuja nyumbani kwangu, wewe sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu akinda alikuwa mtu mkubwa sana, lakini alipokutana na Yesu alijinyenyekesha mbele za Yesu, alijimwaga mbele za Yesu Kristo. Kwa hiyo na wewe unapokwenda mbele za Mungu, jimwage mbele za Mungu. Watu wangapi leo wanao uwezo wa kumwambia mchungaji kwamba tuma neno tu? Wala utamwambia mchungaji lazima uje nyumbani kwangu, lazima uniwekee mikono na mimi nisikie kwamba nimewekewa mikono sawa sawa. Ukiona ukiwa mtu wa namna hiyo, ujue kwamba una matatizo. Kwa sababu mchungaji anaweza katuma neno moja tu na likatosha, ambalo Mungu anaweza kalituma kupitia mtumishi wake na likafanyika kwako. Na hivyo ndivyo tunavyojifunza kwa ujemedari. Ndio maana ukiangalia mstari wa 9 inasema, kwa maana mimi nami ni mtu niliyowekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, uenda, na huyu njoo, uja, na mtumwa wangu fanya hivi, ufanye. Kwa hiyo huyu jemedari akasema, ninaelewa ukubwa wa mamlaka. Ninajua Yesu Kristo una mamlaka. Neno lako limebeba mamlaka. Wewe sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Je, wewe unajua ukubwa wa mamlaka ambao yapo katika neno la Mungu? Na kama unajua, basi mwambie kwamba unaweza ukatuma neno la uzima likaponya maisha yangu. Unaweza ukatuma neno la uzima likaponya maisha yangu, hadi ambayo daktari amesema kwamba iwezekani. Ninajua Yesu Kristo unaweza ukatuma neno na hali hii ikabadilika. Yesu Kristo, ninajua unaweza ukatuma neno na familia hii ikawa salama. Yesu Kristo, ninajua unaweza ukatuma neno na uchumi wangu ukawa vizuri, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio twende kumaliza somo letu na ule mstari wa 10 hadi wa 13. Tunasoma Mathayo sura ile ya 8. Tumesoma mstari wa 5 hadi wa 9. Sasa hivi tunakwenda kumaliza mstari wa 10 hadi wa 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yoyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, mbali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakako kuweko kilio na kusaga meno. Naye Yesu akawaambia yule akinda, nenda zako, na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo alishangaa sana, akasema huyu akinda anasema nisiende kwake, nikiwa hapa nitume neno tu. Yesu akasema, hii ndiyo imani. Rafiki yangu, imani yako iko wapi? Hata tunapokuwa tunazungumza mahali hapa, unaweza ukapata muujiza wako
ukiamini. Unaweza ukapata uponyaji wako ukiamini, kwa sababu neno sio langu, neno ni la Mungu. Unaweza ukasikia neno na ukasema neno hili ni la kwangu, napokea katika jina la Yesu, na neno hilo likafanyika kwako kama ulivyoamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo akinda alipomwambia Yesu Kristo tuma neno, na Yesu Kristo akatuma neno, na moja kwa moja yule mgonjwa hakuhitaji kwenda pale ambapo Yesu alipokuwepo, mbali Yesu alituma neno, na moja kwa moja yule mgonjwa akapata muujiza wake. Kwa hiyo na tunapokuwa mwanzoni wa mwaka namna hii, lazima imani yako iwe kubwa, na tunapokwenda kukamilisha mwaka huu, lazima imani yako iwe kubwa, kwa sababu mwaka tunaoendea unahitaji mtu mwenye imani kubwa, na neno hili linatuandaa sisi kukamilisha mwaka huu kwa imani, kwa sababu hiyo imani utahitaji tena mwaka ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu akamwambia yule akinda, yule jemedari, kwamba nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Je, wewe unaamini nini katika neno tunalokuwa tunajifunza mahali hapa? Ni neno lipi unaloliamini? Kwa sababu kile unachokiamini ndicho kitakachotokea kwako. Angalia, huyu akinda aliamini, akamwambia Yesu Kristo, tuma neno tu, najua ukituma neno mtumishi wangu atapona. Na ndivyo ilivyofanyika. Kwa hiyo nataka ujue, Mungu anaweza akatuma neno na mambo yote yakabadilika. Kwa hiyo unapaswa kuliamini neno la Mungu, kwa sababu akisema tu na mambo yanatokea, kwa sababu neno lake limebeba nguvu, neno lake limebeba mamlaka, neno lake linafanya mambo makubwa sana. Angalia huyu akinda, mtumishi wake alipata uponyaji. Yesu Kristo hakuhitaji kwenda nyumbani kwake, bali Yesu alituma neno. Yesu, tuma neno kwa huyu mgonjwa, tuma neno kwa hii familia, tuma neno kwa huyu rafiki yangu, tuma neno nasi tupate kupona katika jina la Yesu, na iwe kwako kama ulivyoamini. Na Mungu akubariki sana.